Na katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita, ukame, njaa na mafuriko yaliyosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa yameathiri zaidi ya watu milioni 2.8 katika kaunti 23 kame na nusu kame humu nchini. Huku maeneo ya Ganze, Magarini na Kilifi Kaskazini katika kaunti ya Kilifi yakiwa miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi. Kulingana na ripoti ya Mamlaka ya Kitaifa ya Kudhibiti Ukame NDMA, katika kijiji cha Mbonga huko Ganze, kikundi cha wanawake kinafungua ukurasa mpya katika mapambano dhidi ya ukame na mabadiliko ya hali ya hewa kwa kukumbatia ufugaji wa mbuzi wa gala, aina ya mbuzi ambao wanaweza kustahimili ukame uliokithiri na vilevile kuwapa wafugaji maziwa na nyama. Mwanahabari wetu Levis Musumba alitembelea kijiji cha Mbonga na kutathmini jinsi miradi hiyo inavyoboresha utoshelezaji wa chakula na kukuza ukuaji wa biashara ya kilimo. Hii hapa ripoti yake. Ukame unaotokana na mabadiliko ya hali ya hewa, njaa na mafuriko yanaendelea kuathiri mamilioni ya familia katika kaunti 23 kame nchini, huku kaunti ndogo ikiwemo Ganze, Magarini na Kilifi Kaskazini katika kaunti ya Kilifi zikiwa miongoni mwa zilizoathirika zaidi. Yaani huku ukame umekithiri sana kiasi cha kwamba hivi ni mwaka wa 3 hatujapata chakula kabisa. And drought, it usually goes to an extent that without interventions people will suffer. Hili kundi la Amua Women Group tulianza mwaka wa 2015. Na tulianza wamama tu hivi shida zilivyokithiri sana, ndo tukaamua kwamba jamani, ni si afadhali wanawake tuungane. Tuwe wanawake angalau tufike 10 ama 15, tuanzishe kundi ile tunabwaga. Tulianza tu na merry go round yenyewe ile, kama una shilingi 20 tulianza na shilingi 20. Katika kijiji cha Mbonga Ganze, Mariam Sheban anaongoza kikundi cha wanawake cha Amua katika safari ya kuelekea kustahimili hali ya mabadiliko ya hewa kwa kukumbatia ufugaji wa mbuzi wa aina ya gala, aina ya mbuzi aliye na uwezo wa kustawi katika mazingira magumu. Shirika la KEMSED lilituwekea pesa kwa kaunti yetu, shilingi milioni 3. So ile pesa sasa tukaibadilisha sasa ndo ikawa tuletewe mbuzi badala hiyo pesa. Manake kama ni pesa tungelikuwa hata tumemaliza kuikula siku hiyo hiyo. Kila mtu alikuwa anapata mbuzi 6. Yaani unapata ndume moja na jike ziwe 5. Zile 5 ambazo zilipawa zile za jike zote zimejifungua. Kwa hiyo mimi sasa niko na vitoto 5 vya mbuzi. They can sustain themselves with very little feed compared to the other breeds. And the other thing is that the gala goats, they usually grow fast. Like a gala goat can mature from 1 year, 6 months to 2 years. So it means if you rear the goats like from January, by next year, God willing, you may have kids at your homestead, which is a lucrative business. Kilichoanza kama chama cha kina mama cha uwekezaji kimebadilika kuwa mradi wa biashara unaostawi, ambapo wanawake waliokuwa na njaa sasa wanatengeneza maisha endelevu, wanapata utoshelezaji wa chakula na kuanzisha vyanzo vipya vya mapato. Huwa tuko na soko basi ni bamba, na litatusaidia kama tukishikana kama makundi, mmoja yuko na 2, yule na 3, yule na 9, alafu tunachanganya tuenda peleka bamba, tunauza, tunapata mapato ili tujiendeleze kimaisha yetu. Like a gala buck, they fetch a price from around 10,000 to almost 18,000 a buck. And a doe, they fetch a price from around 7,000 to around 12,000, which in turns they empower the farmers to economically empowered. Mradi wa KEMSFED umesambaza mbuzi 1,600 wa gala kwa vikundi vya wanawake huko Ganze, Magarini na Kilifi Kaskazini ili kuwawezesha wanawake kukabiliana na majanga ya hali ya hewa. Because of the effects of climate change, we advise farmers that they look for other sources of feeds. Like there are some certain trees, they usually grow like
the leucaena tree, caliandra tree, another source of feed, which in turn replenishes the inadequacy of pastures, the natural pastures. Where they are inadequate, you can provide those other sources of feed from those trees. That is a source of protein, which in turn builds the mass content of the animal. Zaidi ya uzalishaji wa nyama, kila mbuzi wa gala ana uwezo wa kutoa hadi lita 1 ya maziwa kwa siku, na hivyo kuboresha lishe miongoni mwa wafugaji. A gala buck or a gala doe, when adequately fed, can give around 1 liter of milk, which in turn can boost up the nutrition levels in the homestead. Mariam na wanakikundi wake sasa wanaendelesha uchumi wa ushirika wa vijijini unaostawi, unaojengwa juu ya uthabiti na moyo wa ujasiriamali. Nina hiyo emu ya kwamba nikiuza naregesha mbuzi mdogo hapo wa replacement, na hii pesa nyingine niangalie mahitaji yangu ya nyumbani, kama vile nalipa school fees mimi kwa watoto. Inaona imenirahisishia sasa, manake nilikuwa sijui kabisa kwamba naweza nipate school fees wapi juu ya watoto wangu. Wanawake hawa kutoka Ganze wamekuwa msukumo wa wengi wanaokabiliwa na changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa, kuthibitisha kujenga uwezo wa jamii na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa ni muhimu. Sasa hivi niko kwenye macho ya watu kwa sababu wanaona huu mradi sasa umekuwa na kila mmoja anaulizia, hii mbegu nitaipata vipi? Hii mbegu nitaipata vipi? So kwangu hiyo naona nitakufanya huku, nitabadilisha, nitakuwa haitakuwa na ugumu wangu mimi wa kuweza kuuza, manake ni wengi wanataka ile mbegu ya Kigala. Wanawake hao sasa wamejitolea kutoa mafunzo kwa wengine katika kijiji chao kukumbatia ufugaji wa mbuzi wa gala kama njia ya kujikimu na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Levis Msumba,